Na mimi sijui, nimetoka ushago. Nimekuja rada wasichana ananikatia aje. Wananitaka so that's why I knew. So ukiwa the Martin kama inakuanga hapo sana. Sasa hapo ndio lesbianism kuingia. The spirit. Yeah, lesbianism inaingia hapo. I was not a lesbian, let me clear that. And that's why I knew I have a problem on my body. Au unasikia ni kama una sawa. For me sikuwa na understand. Sikuwa najua ni nini kunaendelea. For me ndio nasema like yani wewe ulikuwa the feeling. Uko unasikia kama unasema fanya nini? Actually acha nisidanganye. Ndio maybe wao wako nje wajue mtu feel. Yani una feel ukiona dem pale. Sitaki mwanaume. Ukiona dem unaona ako fiti. Unajua kuna watu by the way like so yani you want to tell me kwamba watu si choice wana make choice ni kitu iko inbuilt yenye inamwambia like now do this. So kama watu wako unajua niko na client wengi sana wako this kind of people mimi nasengea na shida kumbe ni kitu ambaye iko ndani. Si kujitakia. Then never judge them. Hao watu wanakapitia. Ndio wakue hivyo ni kama wameona heri tu nikae hivi juu nimeshindwa, wameshindwa kabisa. Na sasa ndio niseme nikuulize swali. Ni symptoms gani mtu anaweza sikia ajue kwamba mimi niko na shida? First of all kuna symptom ya periods zenye zina skip ama zina kuja twice in a month. That's a very good sign of hormonal symptoms. The next thing is hairy face. Unakutanga hadi chin iko na the hairs. For example unaweza ona imeteremka lakini sasa iko at least imepanda ilikuanga imefika hapa hivi chini ilikuwa inakuja unaona tu zinakuja hivi hapa sasa imebaki tu hili ilikuanga 5. So after the solution was made, so at least naona iko tu sawa. That's another symptom. The next is maybe kufeel too uncomfortable in your body, emotional changes like leo uko hivi sasa uko hivi una feel tu hapana, mwili inajikataa. Una emotion unakuta leo umekasirika, hutaki kuongea na watu. So like ukiwa na hizo kama maybe uko na yapen that you don't get a solution and you force yourself that you are a girl, you force yourself unajua kuna mtu anataka force mimi ni dem na akose kutafuta solution. Exactly. Sasa it's anasumbua sana anything comes up on so the main thing here is the main symptom that can come in the future is infertility. And people may not know because they are naongelesha tu young generation juu hawa ndio ninalilia sana. In the next generation like ukifika tuseme 30s to 40s utalilia huyo mtoto, utatafuta huyo mtoto na utashindwa, wanashidangwa sana kumpata. Unapata watu wametafuta hadi wanadunga IVF. Kumbe wakiwa hapa chini wangeweza ku have that solution. Imagine mimi nenda kwa gyna. What I was told is not advisable. I was 19 na niliambiwa nipate mtoi. Imagine 19 years. 19. Na hiyo gyna akaniambia usiangalie miaka, pata huyo mtoto. And that's why I changed and I became more feminine energy. Yeah. So uko hauna boyfriend? Boyfriend ako. Anaitwa Samuel. I didn't have him. Okay. So yeah, that's sasa nilikuwa nakuuliza by that time daktari amekwambia ama ngaina amekwambia sasa pata mtoto. Yeah.
si obvious venye huko hauna mtu. So alafu it was really hard. Kwa mtu siwezi sema ilikuwa hard, but miaka na future yenye nilikuwa nataka kutengeneza. It was very hard. Like gani umeniambia tu nipate mtoto, yani niambia pata wewe mtoto. It was like it's a must. Your future ikuwe smart. And that's why so ni kweli. What about wale watu wanakuwa na body looks? Kuna watu wanakuwa na body looks zinakaa gently, wengine body looks zinakaa like I have a friend mwenye akona hizo body looks experience, is a friend of mine, a man, but ukimwangalia kwa haraka unasafikiria is a lady. So for that I can say is chromosomes. They can really shift from XX to XY. So the thing is maybe going to the no, lakini hapo lazima mtu ajiamini, dianze kupata hiyo courage ya kwenda kusema ati nataka kuchange. So si ati tuna force, it's just creating awareness. Like you can go to that guy na mwenye unasikianga either in Nanyuki, either in Nairobi, Mombasa, everywhere. Go to that guy na and tell him whatever you are feeling. Now maybe you can change your life hapo. Okay. So huyo mwenye akona physical appearance sa gent na ni lady, inaweza change ansa kukaa kama ni lady? Mwenye lady mwenye anakaa kama gent. Yeah, kuna medicines. Anaweza badilika physically. Uanze kumuona ni msichana. Ni feminine. Sasa naona yangu ilikuwa solution ni gani? Pata mtoto. Badala ya kutumia hiyo dawa yenye ni very expensive. Yeah. So time ulipata mtoto ustani kakuingia. Na sio rahisi. Guys, tuko na Eileen hapa. I think Eileen, you have a lot we can share. Yeah. Maybe ninaona ni this is a very broad topic. I think tunaweza subdivide into topics. How can you do this? How can you do this? I think we will have some time also those people like me, the challenges I went when I was pregnant, because it's so hard. It's so hard. Yeah. So I think ni vitu tutadivide. Kama leo tulikuwa tunakileta awareness that kuna kitu kama hiyo iko. I think we shall create a time, maybe watu wamesikia tuongee mambo ya challenges after maybe what ulifanya nini ukaweza kufika mahali umefika. Na maybe unaweza advise mtu hata mahali anaenda. So I think it's something broad, but maybe unaweza ambia mtu mwenye akona kind of challenge, unaweza mwambia nini tukimalizia? Thank you. I wrote something on my phone. Allow me to just read it. Yeah. Because akili wewe nasa. Okay.